Halo. Nimekumisi sana leo kipenzi changu. Jana sisi tumeonana tu jamani. Lakini mimi moyo wangu wa hesabu sipo. Nadhani wewe mwenyewe unajua jinsi ninavyokupenda kipenzi changu. Pitia basi maeneo yetu ya kujidai. Mimi nakusubiri hapo. Dakika chache tu nitafika hapo. Sawa. Kuna muda nahisi tumebaki sisi tu katika hii dunia. Na mimi pia hivyo. Nakupenda sana Sofia. Na mimi pia nakupenda sana Fei. Mbona sasa hivi mwanangu sikuelewi nini, yani ile mazingira yenyewe, yani sasa hivi unatoka nayo nje kabisa. Kwa mwanangu unataka nifanyaje? Oya, mwanangu nakwambia nitakuja nikupoteze. Yale madawa mwanangu unauza wewe. Hafu unatoka nao kimapepe kabisa, unaweka begi mgongoni kabisa, kila mtu anakuchola wewe. Oya wewe. Huyo unamuona kwako rafiki ndo adui yako, ndo anakuja kukuchoma siku nyingine. Kwa hiyo kuwa makini mwanangu, nitakupoteza. Sege dansa kule kunahitaji watu na kule hakujaagi. Nishakuwa sielewi mwanangu. Nimebumu. Yaani mwanangu mimi sielewi, sina hata milioni unaponiona mfukoni. Kwa hiyo bila vile mwanangu mimi naona kama nitafeli. Baridi nikisema kweli tupo kwenye utafutaji. Ila umeona kuna one time moja inatakiwa tuwe macho, yani umakini mwingi. Ila wewe mwanangu haupo makini yani. Yaani mwanangu kama unauza pipi vile. Ila pale mwenyewe unaelewa mwanangu, kujua kwa haraka mtu anile sio kweli yani. So mazingira yenyewe hapo kwenye begi. Alafu mule kwenye begi yenyewe mule nimechana ule mfuko. Umeona ndani mule nimechana mfuko nikigiza ndani. Kwa kujua ni ngumu sana. Ngoja niingie hapo kwa nikakojoe, narudi tena hapo mwanangu. Hii movie mimi nataka leo mpaka nimalize ndo niondoke hapo. Baridi hapo mimi najikumove hapo ndio. Shikamoo kaka. Marhaba mdogo wangu, habari yako? Nzuri. Shali mwoga kojo mtoto. Vile mwanangu. Unajua sisi tumekuwa familia, tumekuwa marafiki, yani sasa hivi kama ndugu ile unajua. Ukipotea wewe sawa kama nimepotea mimi hivi. Unaelewa mwanangu? Hapo baridi, wewe si mzazi mwanangu, nimekusikiliza. Yaani nisipokusikiliza wewe tena inakuwa changamoto kwa sababu ndio mwanangu wa faida. Wewe si mzee kupenda watu weupe kama wale. Kwa mimi ndo napenda watu weupe upende. Hapa mimi nimeusha tumeangalia kwa sababu sina muda, si unajua naangalia baadaye
nikirudi pale nikapiga mitikasi yangu. Baridi mimi ndo ugonjwa wangu, basi niache niangalie, wewe fumba macho. Sasa ushakuwa mwanangu naye changamoto si? Fei, na jambo muhimu nataka nikwambie. Nakusikiliza kipenzi. Nina mimba. Mimba? Una uhakika? Ndiyo. Ikijulikana kuwa wewe una mimba na wakati bado mwanafunzi, aisee, hii ni shida kwangu. Hii ni shida. Sasa nisikilize kwa umakini, sawa? Si unanipenda? Ndiyo, nakupenda. Nahitaji utoe hiyo mimba. Ni lazima utoe hiyo mimba kwa usalama wangu. Fei, upo tayari kuzaa mtoto ambaye baba yake anatumikia kifungo cha miaka 30 jela? Upo tayari? Upo tayari kupokea kelele za mtaa kwa mtoto wako kujua kuwa baba yake alimtia mimba mwanafunzi? Ndio kosa ilomfanya kutumikia jela miaka 30. sipo tayari. Bado nina ndoto. Kama uko tayari, basi fanya kwa ajili yetu. Inakuwaje mzazi hapo? Hapa sio shwari kabisa familia, yani sielewi. Nakusikiliza mzazi, vipi? Mbona kama una mapepe kama hivyo? Nimemtia mimba mwanafunzi. Yani sielewi mwanangu, yani hapa sielewi kinoma noma. Sielewi familia. Kweli mwanangu, hiyo fedhea. Sasa wewe kitu gani ambacho kinakupagawisha sana ni mpaka una data kama hiyo?
Sasa hiyo si unatoa tu mwanangu, afu yani kama akijatokea kitu tu una flash tu, maisha ya kweli. Tatizo sio kutoa. Yaani sielewi hata nianzie wapi. Yaani sielewi kabisa. Sasa nisikilize mwanangu. Ni hapo nakuja chapu. Sema kuna kazi kidogo namalizia hapa. Mimi nakuja na kila kitu ninamaliza mimi huko. Wewe mpange kabisa. Mimi nikija fresh yani tunamaliza. Basi sawa ndugu yangu, mimi nakutegemea wewe, unajua hapo yani. Yaani mimi sielewi chochote, nakutegemea wewe tu ndugu yangu hapo, sawa? Baridi basi hapo. Siwazi. Basi sawa. Vipi familia? Fresh? Hapo fresh mzazi. Ndugu wenyewe upo huko. Nisikilize sasa vizuri mzazi. Unaona hivi hapa hivi? Unampa hivi viwili. Na hivi hapa hivi unampa viwili navyo. Na hivi hapa hivi unampa hiki kimoja tu mzazi, usije ukapitisha. Ndio huu hapa. Kwa hiyo hakika kabisa hapo fresh. Yaani ukimpa tu anamwaga. Na hakikisha ni hivyo vidonge nilivyokuambia. Umenielewa? Yaani amezi kumkupura. Fresh kabisa mwanangu. We mwanangu, sitaki upotee mwanangu, kwa maana nimekuletea mzigo kama huo hapo. Basi poa, ngoja mimi nikampe hapo. Chochote kinachojiri mimi nitakuendea hewani. Baridi hapo. Mimi nipo mbele pale. Poa mwanangu. Sofia, usiogope. Kila nikifikiria kwa kinachotaka kutokea, naogopa zaidi. Hiki ndo kitu pekee kinachoweza kutoa katika umsana. Haijalishi utapitia maumivu gani, ila ni lazima ufanye. Natamani muda ungerudi nyuma.
Oh, Sajo mwanangu. Njoo haraka nyumbani. Njoo mageshoni haraka, na shida. Na shida mwanangu, njoo. Wai sasa hivi mwanangu, na matatizo. Wai. Vipi babu? Mbona kinyonge? Sofia. Oh, dada yangu yule mwanangu. Nisamehe bro. Sasa sikia. Kwanza tumpeleke hospitali.
lakini sijataka tufikie huko. Nilikuwa nakuamini sana kuliko mtu yoyote. Nilikuwa sijui kama yule ni dada yako. Vipi hali ya mgonjwa? Mgonjwa anaendelea vizuri, ametolewa ICU sasa hizi kapelekwa kwenye chumba cha mapumziko, kwa anahitaji mapumziko kwa muda mrefu. Sijui tunaelewana? Sawa. Naona kama sintofahamu hapa vipi? Nafikiri ni hivyo, anahitaji mapumziko kwa muda mrefu, alafu tutawajulisha kitakachoendelea. Sawa daktari. Kaka, naomba nisamehe kakaangu. Kikubwa upo salama mdogo wangu, au mengine tuache yapite tu. Nimekuja kuomba msamaha. Najua nimefanya makosa makubwa sana. Makosa yana gharama. Mimi nimejifunza. Hakikisha na wewe unajifunza.